Siku ya jana michuano ya Carabao Cup imeweza kumalizika kwa fainali iliyopigwa katika dimba la Wembley kati ya Liverpool na Newcastle United, na Newcastle United akiondoka na ubingwa huo kwa ushindi wa mabao 2-1. Pia katika michuano ya EPL siku ya jana Manchester United ameweza kuibuka na ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Leicester City. Huko La Liga pia Barcelona imeweza kufanya wonders ambayo watu wengi hawakutarajia baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 4-2 dhidi ya Atletico Madrid. Siku ya leo nitaungana naye Mbushi Pilasa ambaye atatuelezea kwa undani kuhusiana na game ya Liverpool dhidi ya Newcastle United, michuano ya Carabao Cup. Huyu hapa Mbushi naye atatuelezea. Kuna Mbushi vipi kaka? Niko vizuri. Kwema kabisa. Alhamdulillah. Harakati. Mungu ni mwema. Siku ya jana Carabao Cup imeweza kutamatika bwana kwa fainali ya kibabe dhidi ya Liverpool na Newcastle United. Liverpool akikubali kipigo cha mabao 2-1. Na Liverpool ukiangalia katika msimamo wa ligi yuko bora zaidi na anaongoza ligi mpaka sasa, lakini ukiangalia katika michuano ya mtoano yote ameshaweza kutolewa. Unafikiri nini kinamsibu Liverpool? Ya kwanza nafikiri ni mwalimu wa Liverpool. Nafikiri ni sehemu ambayo anajifunza kwa sasa kwenye kuisimamia timu kubwa zaidi kama hiyo, lakini pia kwenye mashindano makubwa zaidi ambayo amekuwa wakiyacheza. Ukiangalia amekuwa na mwenendo bora sana kwenye ligi, lakini kwa nini kwenye hatua zile ambazo tunasema kwamba ungetaraji anaweza kuwa anachukua taji imekuwa ni ngumu kwake. Nafikiri ni namna ambavyo mwalimu bado hajakuwa ni mwalimu ambaye anaweza kucheza mechi zile za mpango kazi wa kuweza kutafuta ubingwa. Hilo ndilo ambalo mimi naliona kwa Liverpool, kwa sababu ukiangalia vitu vingine vyote anavifanya perfect, lakini anapokuja kwenye mechi ambayo tunacheza kwa mkakati mmoja tu kwamba tupate matokeo ya aina fulani, kwake nadhani bado ni changamoto kubwa. Na ndio maana unaweza kaona wakati wa ligi ile ya UEFA alifanya vizuri, lakini alipokwenda kwenye mtoano ameondolewa. Lakini pia kwenye michuano ya FA ameondolewa mapema, amefungwa jana kwenye Carabao. Hilo nafikiri ndio tatizo ambalo wako nao Liverpool. Mwalimu bado hajakuwa mwalimu bora sana kwenye kucheza mechi za kuweza kutoana. Sawa. Pia katika EPL siku ya jana Manchester United baada ya kuwa na kusuasua katika ligi ameweza kujipatia ushindi wa mabao 3. Kipi ni siri pia na upande wa La Liga? Barcelona jana anafanya comeback katika kipindi ambacho watu walitarajia Barcelona anaweza akawa ameshakubali matokeo baada ya kufungwa magoli 2, baadaye anaweza kurejea na kupata ushindi wa mabao 4. Hebu zungumzia kwa uchache ndani ya Manchester United na Barcelona. Kwanza kwa Barcelona msimu huu umekuwa ni timu ya kipekee sana, hasa ukiwaruhusu wafanye kila wanachokitaka watakuadhibu tena kwa kukudhalilisha, na ndicho ambacho nafikiri jana kipekee kimetokea. Atletico alifanya makosa akawaruhusu wafanye wanavyotaka Barcelona, wakafanya kile ambacho wamekifanya. Na Barcelona msimu huu wana mwenendo mzuri kwenye ligi yao, wana performance ile bora, wana wachezaji ambao wanaonyesha uwezo mzuri sana. Kwa hiyo ukiwapa nafasi ya kukuadhibu atakuadhibu, na Atletico jana nafikiri hawakuwa sawa kwenye namna ambavyo wanaweza kuwazuia Barcelona, ndicho ambacho kimeweza kujitokeza. Lakini nimezungumza Manchester United ni timu ambayo imekuwa kama ina jinamizi hivi, na tangu mwalimu mpya alikuwa amekuja mwenendo wao ulikuwa una changamoto, lakini kwa karibuni hapa walao kumekuwa na afadhali kidogo ambao wameanza kuipata, ama hueni unaweza kaona timu imeanza kubadilika. Pengine kushinda mechi kadhaa hapa kumewapa wao mentality ya ushindi, na ndio maana unaweza kaona wanapopambana kuweza kupata matokeo. Hata mwalimu sasa nafikiri anaanza kujiamini kwamba ninapopanga mkakati wangu kwenda kwenye mechi, ninajua wachezaji wangu wanapokea kwa kiasi gani kile ambacho nakihitaji, na ninajua wachezaji wangu nataka wachezaji, na wachezaji wenyewe wameanza kupokea yale kutoka kwa mwalimu, na ndio maana unaweza kaona wamekuwa na performance nzuri katika mechi za karibuni hapa mfululizo. Hii yote inakuashiria kwamba wachezaji wameanza kupokea kile ambacho mwalimu anakitaka walau kwa asilimia kadhaa, lakini pia hali ile ya kushindana na kupata ushindi kwa timu nzima imeanza kuwavaa wachezaji kwa wanaona kuna haja kufanya kile ambacho anakifanya, na ndicho ambacho nafikiri wamekuwa wanakifanya na mwenendo wao. Na kama mwalimu ataendelea kuwa na hali ya kuituliza timu, wakaendelea kumsikiliza, anaweza akarudi kwenye wakati ambao pengine mpaka msimu unaisha anaweza kama amefika kwenye hatua ambayo walao tunasema kwamba sasa ni ahueni. Sawa. Na huyo ni Mbushi akisema kwamba mwalimu wa Manchester United endapo akitulia anaweza akaleta matokeo mazuri na mwendelezo mzuri katika timu ya Manchester United, ambaye pia ametudadavulia kwa undani kuhusiana na Liverpool kuweza kukosa michuano yote ya mtoano baada ya kuweza kutolewa hapo jana na kukosa kombe la Carabao Cup. Pia ametupitisha kwa Barcelona kuonekana na composure kubwa hasa katika kuwania nafasi yake ya kwanza pale La Liga Santander. Mimi ni Hassan Shabani kutokea Kondo JR TV.